My name is Mohammed Gulet, or if you like, Simba Gulet. I work as coordinator of the NEDI initiative, the Northeast Development Initiative, and I am based at the Ministry of Roads and Transport. At the moment, we are on this section between Isiolo to Kulamawe, where we are today. The percentage progress is around 56%, heading towards 60%, which is quite significant, meaning within the next 1 year, we are likely to see this road being completed. The other sections also are all progressing well, and we hope within a few years we can be able to drive from Nairobi, Isiolo, all the way to Mandera on a state-of-the-art road that is going to make movement of goods and services much easier. What other impact does this road have for the people? For example, the prices of commodities will also go down. Right now, for example, 1 liter of petrol, by the time it reaches Mandera, it will have attracted not less than 30 shillings in excess of the original price. So, and this is mainly due to the poor state of the road. Most transporters like to hike the prices. But once the road is done, the competition will increase and these prices will also reduce. What the other benefits will be the time it will take to move goods and people from Nairobi. Currently, if you are to go to Mandera, you could sometimes take up to 3 days on the road. Once this road is completed, it is expected that this will reduce by more than a half. Probably within a day, you can travel from Nairobi to Mandera without much difficulty. Salama kabisa. Naendelea mzuri. Tunapita Isiolo. You want us to take me and the Mzungu as And then how long? 4,000. Yeah. 4,000. And then 8 months, how many kilos? Adija Ahmed Sharif. Kwanza barabara iko na faida mingi sana. Tangu sisi tulikuwa watoto tumezaza watoto hapa, tulikuwa tunakaa kwa nyumba mbao, nyumba ya mkebe, nyumba ya karatasi. Sasa maendeleo imeingia. Sasa ile magari tunaonanga sasa hatujawahi ona, tunaonanga Nairobi, hapa ndo tuko kuona sasa inakuja yote. Kwa maana lami imeingia. Hii nyumba tumejenga na hii pesa ya barabara. Hatukuwa nao kitu ya kujenga na nyumba. Sasa tuko nao. Lakini ile kitu shida tuko nao ni moja tu. Ile shida tuko nao, mimi naambia serikali ile mtukumbuke ni maji ndo hatuna. Ile kitu hatuna ni maji. Maji ndo iko na shida hapa, mtungi moja tunanunua na 50 mtungi moja. Kama hauna uwezi kula leo na uwezi kunywa maji. Lakini serikali ile maneno sasa ile kitu wametuwekea ni barabara na kila kitu, maendeleo mingi imekuja hapa Kachuru. Hatukuwa na maendeleo zamani. Tulikuwa tunashangaa tuko upande gani. Lakini saa hii serikali wametujua. Sasa barabara basi yote imekuja. Haya magari kidogo yote inakuja iko magari. Saa hii tukienda Isiolo hata 30 minutes tumalizangi, tunaenda na kurudi. Jamani tunaenda na tunarudi kesho. Hapa mahali nasimama naye ni hoteli yetu inaitwa Dulhija na tumejenga na hiyo pesa. Kwa hivyo serikali msitusahau tena, bado tumutuletee maendeleo mengine. Maendeleo ile tunataka ni maji tena. Sasa hatuna maji. Kwa hii project, kwa hii barabara tunaona tuko na faida kubwa.
Wakituletea stima tutakuwa tukipata internet. Hizi wifi yote itakuwa ikifanya kazi. Tayari unaona magari bile zinapita hapa zinabeba mifugo, zinabeba makitunguu. Mbeleni ngari iko inapita hapa, ngari ya Mandera. Sasa hii ndio hii ngari inabeba kitunguu inapita hapa. Sasa hii magari ile yanabeba mambuzi, mang'ombe kutoka pande ya Garissa, Mandera, Wajir, ndio hizi yote barabara yao itakuwa hii. Sasa sisi tunaona ni faida kubwa sana kwa area yetu. Good morning. This is Neville Cardell. We're in Gambella, and we're on a shamba that I started developing 4 years ago, knowing that the roadway was coming through, and it's almost here. We get a lot of dust at the moment, but yes, it will have big benefits to the fruit and the goats and all the produce that we're producing here, to be able to get it to market and much quicker. So yeah, I think the project is going to be excellent, and there's a lot of flooding around here. They've built a lot of culverts across the road. They're already in place. It's only really now laying the tarmac and lifting the road. Be happy. Ni vice chairman wa GRC committee ambayo inaambatana na mradi 77 kilometers of the road from kilometer 0 to 77 pale Kulamawe. Scholarship zimepeanwa kwa wana youth. Kuna wale wali apply last year, walipelekwa training, wengine hata wamehitimu sahi. Wengine last month wamechukuliwa pia na hawajaitwa but wameapply karibu wote, na I hope wataitwa na wataenda kufanya hizo courses, na ni free, na mradi na wafaidi kila kitu, yani kuanzia malazi, masomo na hadi kila kitu yenye unahitaji unapewa hadi umaliza training. Kuna hiyo mradi imeletwa na watu wanajiita Alka. Hiyo nafikiri inaambatana na Kenya kulingana na mimi. Hata kama wanajiita hiyo njina si tofauti sana, juu imefadhiwa pia na World Bank through Kenya. Wanakuja kutujengea soko na shule, na juzi tumekuwa na mkutano last week but one ya kuongelelea hiyo miradi mbili ya shule na soko. Hadi wamechagua kamati, tayari tunawaongoja walete contractor on the ground tuanze hiyo miradi mbili ya shule na soko. Na pia watatunufaisha hapa sana juu wanatuletea stage hapa ambayo ni ya zile magari kubwa kubwa, buses, lorries na trailers zenye zinafanya kwa hii highway. Kuna stage kubwa na iko hapa kwetu tu for those 77 kilometers. Hapa center yetu ndio inajengewa hiyo stage. Kutoka Catherine Karemi, kutoka Lare, naishi hapa Ndomoru, nafanya kazi hapa. Mimi ni mfanyikazi, nauza nguo na sanji simu, ndio kazi nafanyanga. Na mimi ningeweza sema faida ile ambayo tunaona kwa hii njia ambayo inatengenezwa, wale watu ambao wanapita na njia hii wakiwa wanatoka pande ya Isiolo ama Garissa, wakipitia mahali hapa wananunua hizi nguo zangu. Na kuna wengine hata wanasimama hapa, kama ni simu mtu anasema awekewe kwa moto na anawekewa na sanjiwa analipa. Kwa hivyo na hata hao watu ambao wanatengeneza hii njia, hao watu wa Kenya wanatutengenezea soko hapa Ndomoru, wanatutengenezea shule na maji. Na hapa Ndomoru mbeleni haikuwa na public school. Ile ambayo iko hapa ni ya mtu. Watoto wengi hapa hata hawasomi, hawakuwa wanasoma mzuri. Lakini siku hizi tukijengewa shule mzuri ile ambayo ni ya public ama ya serikali, watoto watakuwa wakisoma wote. Salama kabisa. Naendelea mzuri. Tunapita Isiolo.